Unajua kama nilivyokuambia awali. Yaani kuhusu mimi usijali kabisa. Unapokuwa na mimi upo katika sehemu salama. Sawa. Mimi ndo mzee wa kulamba. Mwarabu wa Kilosa huko mjini Morogoro. Sio huko kote huko mimi ndo modo wao. Yaani mimi ndo wananifuatilia. Sio unaelewa vizuri? Kwa sasa unapokuwa na mimi unakuwa katika mikono iliyokuwa salama. Alafu sasa kitu usichokijua wewe. Mimi wewe nataka kukuoa kabisa. Amini? Hauna mke? Na mke? Mimi sina mke wewe. Yaani wewe ndo nataka uje kuwa mke wangu. Dai kwa maneno yako. Kwa hiyo hata mimi nikiwa na wewe nikitembea hivi mtaani, watu wanasema yes. Pale wa kulamba katoka na mtu. Sio unatembea na kimwanamke chembamba kama kidondola. Umeona yaani unatembea na mtu ambaye ana nyama zake. Umeona hata kusema jamaa anahudumia pale, jamaa anatumia hela nyingi kumlisha yule ndo badage. Nafurahi kusikia maneno mazuri. Hebu shike ndevu kidogo. Napenda ndevu zako za kuchezea za namna hii. Wewe. Nazipenda tayari. Masihala. Hebu rudia tena. Unanikocha unajua. Unajua hilo tabasamu lako hilo. Ashula mautam. Kwa hiyo huyu mshanga tunalekutaja huyo. Ndio maana wewe unaua. Wewe. Nini sasa jamani? Wewe. Wewe utaua wewe. nyamaza. Mamangu, wewe mama, eti jamani, nakufalia. Bi mkubwa samahani bwana. Wanao tujachoka la nini, tumeamua tena kuja kukusumbua kidogo. Dakika hiyo na kuomba mara moja. Nasemaje? Tusikilize bi mkubwa. Sawa, namisikiliza. Wanao tumerejea. Unaona mwanzo ulitufukuza lakini tukaona ngoja tujiongeze. Sawa baba Eti baba tena nimekosea mama. Tumejiongeza wanao, tumekusanya nini zagazaga, tumekuletea mzigo wa kuni huo hapo. Kwa hiyo wewe tufikirie nini tupate chochote kitu tualie tukandamize, si unajua aliyokula kala. Yaani mzigo huu itoe sahani 3 kwa mzigo huu. Sikiliza wewe mkubwa. Wewe tusaidie. Si atuelewe hapa njaa zinauma. Fanya hivyo chochote kitu si tule. Labda nimipakulie sahani 1 wote mimi. Lakini sio kwa mzigo huu sahani 3. Hapana. Mwenyewe shega tu. Aliyekula kala. Sawa, kama mmelizia karibuni. Baridi tu. Oya. Hivyo. Oya. Karibuni. Chakula hiki. Nipakulie chakula gani? Ashula mautam. Ashula mautam. Ananitibua sana. Na ole wake. Yaani kuna siku ikifika na nikimuona yule mzee. Na kwanza mbona anaongea nao ni support kitu chochote? Umefurahi mimi nilipokutana yule mama pale au? Sasa hivyo shoga yangu. Sasa kama mimi nimefurahi inaniuma sana. Tena sana. Kwa nini atembea na jimama lote lile kwa chewe shoga yangu? Alafu wewe nishakuona wewe. Kwa sababu hata pale pia ulikopo unaona cheka. Yaani kupiga koko hata hujapiga vizuri wewe. Na ulikuwa unamtetea yule mama. Hapana shoga. Sasa mimi namteteaje? Sasa unachojichekesha kama shangiki kaona bia kitu gani hapa? Kwa nini unanibadilikia tena? Na kubadilikia nini? Unatakiwa kunisupport. Hata pale tungemtia vichwa vingi yule mzee. Yaani subiri. Yaani leo naambiwa hivi, unavyoniona hapa, ninatoka huko, nimemfumania mzee wa kulamba. Tena nimemkuta na jimama, yaani nikikwambia jimama hili lishangazi unaambiwa lina vitu vyake vyote. We. Yaani unajua kanitibua? Yaani kanichanganya akili ule mzee, kanivuruga. Yaani unaambiwaje? Nimefika pale. Si unanielewa?
Kwanza sisi tulikuwa tunafanya mambo yetu. Tuko zetu uwanjani na shoga yangu, tunafanya mambo yetu, ujinga wetu wenyewe tunaweza kuufanya pale. Hivyo. Mara kidogo si punde akatokea Sikitu. Vipi mwenzetu mbona kaja wima kaja winja ndo ananipa hizo habari kwamba Wakulamba yupo kule. Si unanielewa? Unajua alinivuruga akili. Alinichanganya akili kwanza nilisikia kinafanya zing. Wakati huo hapo tayari mimi nishamwambia nina shida na hela. Alafu mtu anakuja kuniambia habari kama zile. Unajua alinivuruga. Kwa ndio mlikuwa huko saizi? Anauliza majawabu. Yaani hapa kitu nginja unaambiwa nimefika pale nimefanya ugomvi ambao sio nchi hii. Yaani ungenikuta kituo cha polisi na yule mama labda nisikutane naye tena. Na Wakulamba anajua jinsi gani mimi nitampata. Tulivyofika pale, kwani tulimwacha? Bahati nzuri mdogo wangu ulikuwa atakampunje na chupa kabisa nikamzuia. Ila mdogo wangu nataka wewe. Mimi si nilikwambia mimi wewe. Mambo ya siku hizi ni hivyo. Mtu kumweka katika kikaangio, anatulia na kwa baridi wako peke yako. Haya wewe kilichokufanya ukae tu mtumie mtu kama peke yako eti na kiuno mimi cha shula kiutamu. Sasa hivi kiko wapi mtu yule? Anaenda kutafuta lingine. Umekaa tu hapa unahangaika. Hivi uone hata aibu unachokifanya hivi. Sasa hivi mdogo wangu, mwanamume wa siku hizi mdogo wangu hata umwachie pua aingize jamaa yule, lakini hamna kitu. Wewe upo tu hapa tu unanengeneka. Vipi? Hapa mambo ni hivi. Tumweke kwenye kikaangio, tumkaange, awe wako peke yako, awe wabaridi. Unaonaje mdogo wangu? Mambo hayakiwezekana. Anauliza majibu. Yaani hapa waambiwa aje? Kama ni huku, mimi baridi tu fresh. Yaani kama unapajua hata sasa hivi sisi tunaenda. Tunachelewa nini? Tunafeli wapi? Bila nakuuliza. Yaani twende. Kama mko tayari, tupange muda, twende zetu. Mnasemaje wadogo zangu? Mambo nginja hata sasa hivi. Yaani kitu akipoi. Unapajua? Unapajua? Kwani sipajua? Hivi nyinyi mnaniangalia kwa shemeji. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Karibu. Mbona uko juju? Jamaa yupo? Huyu ametoka muda si mrefu. Sawa. Karibu shemeji. Nimekuletea mzigo kidogo. Asante shemeji wangu. Asante sana. Sasa. Ndio shemeji. Nilikuwa naombi kidogo, naomba tuzungumze. Hamna shida. Samahani sana kama nitakuwa nakukosea. Hamna shida. Unaweza kuzungumza. Ila unawezaje kuishi na mwanaume ambaye anakutesa, anakunyanyasa, hakupi uhuru? Na wakati wewe ni mwanamke mzuri sana. Na una kila sifa kuishi na mwanaume. Una maana gani shemeji kuzungumza maneno kama haya? Tatu. Mimi nakupenda sana. Na nahitaji kuwa na wewe. Nipe basi japo nafasi. Niweze kukupa moyo wako furaha, amani na uzuri wako karudi kama kawaida. Unajua shemeji, toka umekuja na kupokea, unanipa zawadi, napokea, nafurahi. Unajua sijategemea kama ungezungumza maneno kama haya. Kwa nini umeamua kunivunjia heshima? Aliyakuwa tunaheshimiana. Wewe na rafiki yako mnaheshimiana. Nami pia nakuheshimu kama shemeji yangu. Kwa nini umefikiria kuniambia haya maneno? Unajua kama umenivua nguo? Nakuomba. Hapana. Hapana. Kwa mkali. Hii zawadi ulionipa, naomba chukua, ondoka. Sikuhitaji. Ondoka. Naomba shika zawadi yako na naomba uondoke. Naomba utoke shemeji. Sawa. Na kuheshimu sana, naomba utoke. Sitaki, sikuhitaji nyumbani kwangu.
Naomba niache. Inaendelea nini? Ona kitu gani ambacho kinaendelea hapa? Kaka, nilikuwa namsaidia shemeji, alikuwa anaumwa. Kwa hiyo sidhani kama yuko sawa. Unampa msaada wakati mimi tokea kule na kuja naona kabisa mmeshikana viuno? Akitaka kudondoka chini ndio maana Bwana mdogo, nataka nikwambie kitu kimoja. Hata ugomvi wa Kiba na Mondi huenda ulikuwa demu. Watu wanaficha ficha. Mwanamke anauma mdogo wangu, nataka nikwambie ukweli. Mwanamke anauma. Sasa wewe naona unaanza kunichokoa chokoa. Mwanamke wangu huyu unamshika kiuno afu unaniambia kwamba ulikuwa unamsaidia? Haiwezekani kwa sababu wewe huwezi kumshika mimi mke wangu kiuno afu unaniambia kwamba ulikuwa unamsaidia. Nakwambia ukweli na ondoka nyumbani kwangu. Sio kuzungumza tu basi. Wabani mkombe. Toka bwana. Toka. Toka nyumbani kwangu. Pumbavu. Kwa hiyo na wewe sasa umeamua kuanza kunionyeshea live bila chenga ya kwamba wewe malaya kicheche unajiuza, yani kwamba watu baridi barafu shikeli popote wanakula. Nisikilize mume wangu. Nisikilize. Nini? Usiongee, usifikie huko mume wangu. Alikuwa ananisaidia tu, tumbo lilinishika. Na wewe sasa umeanza kuwa muigizaji. Hivi unahisi kwamba mimi utanidanganya? Unahisi kwamba mimi sijaona kilichokuwa kinaendelea hapa? Amna. Wewe mimi nimeona kwa macho yangu mawili. Hapa mlikuwa mnataka kujigijigi. Kakushika kiuno na wewe umekaa hivi staili fulani hapa, sio mlikuwa mnataka nchuma mboga, sio mbuzi kagoma kwenda, ndio mlichokuwa mnataka kukifanya hapa hadharani kwa upepe. Wewe mwanamke malaya, nilishakwambia tokea mwanzo. Sasa leo nitakufundisha hapo. Wewe unakuwa mpumbavu, wewe unakuwa malaya. Unakuwa kambwa. Sehemu yote watu wanakuinamisha. Wewe mwanamke wa watu. Wewe Fatuma? Njoo. Karibu. Huo mzigo unaopata wapi? Nimeitoa na kinaidi. Walikuwa wataka chakula, wakaniwekea huo mzigo hapo, wakaingia ndani wakala chakula. Wewe unavyofikiria hapa mjini kuna pole ambao wakinaidi wanaweza wakaenda wakakata kuni wakakuletea wewe hapa. Nakuuliza swali. Nyumbani kwangu ndio mzigo wangu. Wakinaidi hao wamekuja kule nyumbani wamechukua. Nimepata taarifa kwa majirani. Si unanielewa? Kwamba mzigo umeuchukua umekuletea wewe. Kwa hiyo kwa akili zako wewe unapokea tu pasipo kufikiria mzigo wao umetoka wapi. Wewe ndio unawaruhusu wakina ili wachukue mizigo ya watu, biashara za watu wakuletee na wao unapokea tu kirahisi rahisi, si ndio? Yaani mimi leo sijapika, una habari hiyo? Kwa ajili ya hizo kuni napita kuzitafuta. Sawa? Sijapika kuanzia asubuhi. Natafuta mzigo wangu niliotoa polini. Nilizotoa huko. Alafu wewe umekuja umeupokea. Kwa nini unafanya hivyo? Samee. Mama. Muda yake dogo tuchukue jungu la chakula ndio nalo nyumbani tukale. Safi sana mwanangu. Lete tano. Hivyo jamani. Wewe umezoea. Wewe sio ndo mara moja, naelekea ndio tabia yako. Sasa kwa taarifa yako, kile chakula ambacho mimi sijapika nyumbani na kula cha kwako wewe ulichopika hapa kwa ajili ya biashara. Si unanielewa mama? Nisifanye hivyo kwa ajili gani? Hebu kwenda zako. Ashula mautam. Ashula mautam. Ashula mautam. Ashula mautam.